Binafsi nilianza kuona vitu vingi vilivyoashiria kubadilika kwake. Ni ngumu sana kuvielezea kwa maana vingine huonekana kama ni wivu kupitiliza, hasa kwa mtu uliyempenda sana. Lakini siku moja nilipanga kwenda kwake kwa surprise kumtembelea. Sikuwa na dhamira mbaya, bali nilitamani kuona ile furaha ya kweli kwa kumshtukiza kwangu pindi atakaponiona. Nakumbuka ilikuwa ni Jumamosi jioni, kimvua kikiwa kinaendelea kukatika. Wakati huo nilimwambia nimeenda kwa mama kumtembelea. Basi nilipofika nilikuta mlango umefungwa. Basi kama kawaida nikagonga kwa mara ya kwanza na kufungua. Nikapiga simu yake lakini hakupokelewa. Basi nikajua atakuwa amelala. Nikiwa nimekaa pale nje tu muda kidogo, nikasikia vicheko nikitoka ndani, yani kicheko chake na kicheko cha mwanaume. Nilihisi moyo wangu unachomoka kutokana na kasi uliokuwa ukidunda, yani ti. Kijasho kilianza kutoka licha ya kibaridi cha mvua kilichokuwepo. Ni kicheko kile kile nilichokuwa nimekizoea kwangu. Nikakisikia bana wakicheka na mwanaume mwingine. Basi nikaendelea kugonga kwa nguvu bila kuongea mpaka alipokuja kufungua. Alipofungua tu nikaingia ndani moja kwa moja kuthibitisha kama nilichokisikia ni sahihi. Nilichokiona ni ngumu kuhadithia, lakini walibaki pia wameganda kama watu ambao wamepigwa ganzi. Basi sikuongea chochote, nikatoka nje licha ya kwamba alinizuia na kunishika mkono, lakini nikatoka kwa kasi bila kuzungumza chochote. Sijui nini kiliendelea kwa upande wao, lakini siku ilikuwa ni ngumu sana. Na nilipofika nyumbani, kitu cha kwanza niliblock simu zake, nika block namba ili sije ikawa mambo mengi hiki na kile. Basi maisha yakaendelea. Kwangu mimi ilikuwa ni hivyo. Je, vipi wewe, una kisa chako kinachoendana na mada? Kama kipo basi drop kwenye comment. Kikiwa ni cha kusimua, cha kufundisha, tutapita nacho hapa. Bye bye. Usisahau kushare, kulike na comment. Bye bye.